la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari kwa pamoja matendo ya Roho Mtakatifu. Tunapongojea Roho Mtakatifu atakayemiminwa kwetu siku ya Pentekoste. Leo ikiwa ni siku ya 9, siku ya mwisho kabisa ya novena yetu, tunatafakari tunda la wema. Wema ni tabia ya kimaadili ya kufanya wema bila ubinafsi, kwa moyo safi, bila kuchoka. Wema huonekana katika matendo. Wema huonekana kwa moyo safi. Tunaalikwa kuwa wema kama Mungu mwenyewe alivyo mwema kwetu. Japo anajua kabisa sisi hatuwezi kumrudishia kitu chochote, bado anatutendea wema, muda mwingine pasipo hata mastahili yetu. Anatuamsha, anatujalia afya njema bila mastahili yetu. Hivyo nasi anaendelea kutukumbusha na kutualika tuwe kuwa watu wema kwa wengine. Tuwatendee watu mema ili waweze kumwona Mungu ndani yetu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1803 inasema, wema wa kadiri ni tabia ya kudumu na thabiti ya kufanya yaliyo mema. Na pia waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 5 aya ya 9 inasema, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Ikiwa tu katika nuru ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaalikwa kuwa wema ili watu wanaotuzunguka waweze kumuona Mungu na kuonja upendo wake kupitia maisha yetu ya kila siku. Watu wanaponitazama wanaona uzuri wa Mungu ndani yangu. Watauona uzuri wa Mungu endapo mimi nitakuwa mwema kwao. Endapo nitadhihirisha upendo wa Mungu na majitoleo yangu kwao wote ninaokutana nao, hasa wale wanaohitaji msaada wangu. Mungu Roho Mtakatifu, nifanye kuwa mtu mwema. Nisaidie kutenda yaliyo sahihi, kuona mema kwa wengine na kuwa na moyo wa kusaidia watu bila kuchoka. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.